Baby. Yo, baby. Simeelewa jana nilitoroka. I know. Kami ngoja niende nyumbani bwana. Je, nikapigwa huko na mama. Unacheka. Unafurahi mimi kwenda kupigwa eh? Lakini simelizika. Of course nimeenjoy sana. Unajua nikwambia kitu. Wewe ni mwanamke mmoja ambaye special sana katika wanawake wote ambao wapo hapa duniani. So, ni tofauti mkubwa sana. I'm proud about you. Jamaa nakupenda. Jamaa nakupenda baby. Unizidi. Mimi nakupenda yani hata damu yangu ikikata inaisi itakuwa na jina. Hai bwana. Uamini hapo. Na mimi najua kama unanipenda. Sikiliza. So, ni mwanamke wangu tu. Ndio baby. Mkubwa sana. Tunafanya kufungua tu na familia yetu, watoto, you know. Au so. Oh, sijali baby, mwenyewe nakupenda. Tena na wewe unafahamu, si ndio? Ila mimi nakupenda sana. Sawa yani. Mimi ngoja niende nyumbani baby. Yaani hapa nipo. Lakini si baby umefurahia tena sana eh? Exactly. Sawa. Enjoy. Unanipagawisha mtoto wangu, mwanamke mzima. Na wewe sasa. Kwa nini? Utachelewa tu saa 2 jioni nyumbani. Bwana, hivi utakuwa hivyo siku zote? Utakuwa hivyo siku zote au baadaye? Hata mimi nakufikiria na wewe. Basi usikute tunapendana wote bwana. Unajua mtu akimfikiria mwenzi anakuwa anampenda. Ila mimi namuotaga mwana kibao. Ila kuna ndoto ya juzi. Nimeota juzi. Nimeota baby choko hii. Sasa ndoto ikanishtua sana. Kijiji kimefuata nini? Ndio nashangaa. Ndoto ya juzi nimeota uje tupo beach nini tu. Bwana mimi nataka niondoke bwana. Na nataka mimi nikapigwe. Basi saa ukija baadaye nitakuhadisia. Hebu nipe suruali yangu hapo. Mimi nauli ninayo bwana. Semaje? Nauli ninayo. Ninaondoa usiwaze baby. Unajua mimi kwako nimefuata nini? Mapenzi tu. Kwa sababu mimi nakupenda sana tu basi baby. Yaani hivyo tu nimeridhika kwa sababu yani wewe. Kweli mimi unajua mimi nakupenda. Yaani katika maisha yangu mimi nimechagua wewe kwa mapenzi. Yaani ina maana kwamba nimechagua mapenzi ambayo ni kwa furaha. Umeelewa? Mungu anipe nini? Bye baby. Okay.
Salamu alaykum shehe. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Heri, kwema. Kwema ndugu yangu. Bwana shehe, mimi naitwa Gandi Msambili. Tanzania mwenzangu. Sawa, mimi bwana naitwa Sheikh Shabiru bin Shaban. Samuki, mimi bwana si mwenyeji sana maeneo haya. Na nimekuja huku, napita huku na huku. Dhamira yangu kubwa bwana, natafuta mwanamke, chumba na fanya mambo haya ya ndoa katika sehemu ambayo sijulikani. Kuna mtu ananifahamu, basi nitatengeneza mazingira mazuri ya kupata mwanamke bora. Sasa mimi nimekuelewa na nakusikiliza kwa makini kabisa. Jambo utakulifanya ni jambo la kheri. Sababu vijana wengi kama ninyi akichukua uamuzi huo, basi Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna vitu anamuongezea baraka. Sasa hapa katika mtaa wetu kuna binti mmoja yuko mtaa hapa nyuma hapa. Basi mimi nahisi hapa labda niende nikazungumze na familia yake na mzee wao. Vijana wachache sana wanakuaga na uamuzi kama wako. Na vile vile labda mimi nikuulize swali moja. Hili jambo nalitaka uko serious ama maana kuna wengine bwana anakuagiza anakupa barua unapeleka barua sehemu afa anaingia mitini. Yaani shehe wangu mpaka unanikuta hivi na natembea hivi na kuja mpaka huku, mimi niko serious. Na hapa nilipo nipo kamili gado. Yaani mimi niko na nia na nasema kwa vitendo. Sio kila kitu shaandaa. Kila kitu nishaandaa. Sasa. Basi sawa. Hapa kuna nyumba moja, hapa kuna binti na mwanamke. Tabii tukazungumze na wazazi wake. Kama watatukubalia tupokea, basi inshallah jambo la kheri itakuwa sasa talimaliza kusamana. Kwenye mambo ya uaminifu na nini, mimi nakuamini, ila kama kulikuwa na uwezekano wa mimi kwenda kuona hata na mazingira ya nyumba yenyewe nini, sawa, kwenda haina shida, japokuwa si yaani kwamba si ruhusa sana kwamba wewe kwenda pale kuendelea, lakini sawa haina shida, na tukaenda wewe kasha nje, mimi nikaingia ndani kazungumza na familia, alafu nikatoka tukaondoka. Sawa. Mkubwa, shikamoo. Baba, hujambo? Sijambo. Mama mkubwa, samahani maki hapo, sijui kama utanielewa. Mama mkubwa, ipo hivi, jana nilikutana na rafiki yangu mmoja hivi ambaye nimesoma naye shule moja. Muda mrefu kweli hatujakutana. Sasa yule rafiki yangu akaniambia niende kwake. Nilipoenda kwake tukashinda mpaka usiku wa saa 4. Ile saa 4 mimi nikashindwa kurudi nyumbani kwa sababu ni mbali kidogo na hapa. Sasa mimi sijampigia mama wala sijamtaarifu mama, na mimi kurudi nyumbani niende kumwambia tu mama eti mimi nimelala, si atonielewa. Yaani bora umwambie wewe mama, wewe mama mkubwa, umwambie mimi nimelala kwako huku. Kiujumla hawezi kuniamini, naweza akanipiga nikirudi nyumbani. Kwa hiyo sasa Ndio. Lakini mwanangu, unajua unaniongopea mimi mtu mzima. Za hapa sina, lakini kwingine ninazo. Naona unaniongopea. Hapana mama. Yaani mpaka umri huu bado unaniambia nimeenda kulala mahali. Unaniongopea kabisa. Ulikolala wewe, mimi niko nimeshatoka siku nyingi. Huo ni uongo. Lakini mama mkubwa, mimi sidanganyi, naongea ukweli. Uongo mwanangu, hayo yote mimi nimeshapitia, na ujue mficha maradhi mauti atamumbua. Mimi nimekusikia. Ndio mama yako mimi nitakuja. Lakini hayo unayoniambia yote ya uongo, sio kweli. Wewe ukashindwa kutoka saa 4 kuja nyumbani. Sio unaniongopea mimi na akili, huko ulikotoka mimi ndio ishatoka huko. Akili tufanye ameishi. Ni mama yako nitakuta. Lakini ujue hautofika mbali. Muongo hafikaji mbali hata siku moja. Na siku nyingine utakaporudia tena hakuna kukusaidia. Basi sawa mama mkubwa. Mimi mama yako nitaongea naye. Basi mimi ngoja niende nyumbani mama mkubwa. Haya, nisaidie mama yako. Haya. Jamani, watoto sasa hivi yaani wanakuongopea mtu mzima na akili yako, lakini wanakuongopea
Mnajifanya nini ndio mnaanza kuzaliwa? Mimi ndio nimeanza kuona jua hayo yote mnayajua. Haya, tatu wasikilize mwisho. Nasema sio, unasema waoga si vipi? Ushaona bwana. Kwa hiyo vijana wachache sana huwa wanatakaga wanafanyaga mambo kama haya. Kweli. Alafu pia ni maamuzi. Kuna muda sio uoga, vijana tunajipanga, tunajitafuta. Tunapata nini uzini shehe. Tafuta mke unaoa. Mara nyingi vijana wengine waoga. Mtu na jambo lako anaona kama yani kama si umemwambia nini yani. Anaona kama yani kama unamtafutia balaa zito. Kumbe vitu vya kawaida tu. Sasa sikiliza. Pale sasa wewe amemshikia hapa. Niende huko kama kila kitu. Haina shida shehe. Haina shida. Subiri. Sawa. Hodi. Karibu. Hodi mpaka ndani. Karibu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam baba. Kwema? Kwema, heri. Vipi hali mama? Namshukuru Mungu. Na masiku? Namshukuru Mungu babangu. Karibu. Asante. Sasa mama, mimi nimekuja hapa. Karibu mwanangu. Nilikuwa nina jambo muhimu kabisa, na jambo hili ni kheri ningepata mtu wa kiume hapa tungezungumza naye. Unajua tena babako katangulia mbele za haki. Kaka yako yule si unamfahamu? Basi ngoja nimuite yule. Malizana. Kibabu. 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 Kuna mgeni. Kuna Kibabu. Asalamu alaykum. Asalamu kwema. Karibu. Asante. Vipi hali? Za masiku bwana. Amani ipo. Sawa. Nimekuja na ujumbe wa barua hii ya posa ya kuchumbia. Najua hapa kuna binti hapa ambaye hajaolewa. Sasa kuna kijana hapa bwana anataka kuchumbia. Ndio ameniagiza nilete mzigo huu hapa. Namba za simu zipo humo. Kwa nitapokuwa tayari tutawasiliana. Basi sawa, nimekuwa vyema ndugu yangu. Nimekuwa vyema na sisi tumepokea. Basi tutafanyia kazi na imani haitochukua muda mrefu. Safi, mambo? Shikamoo. Marahaba. Ujambo? Basi ndugu yangu mimi natoka. Basi inshallah. Mimi nakutakia kila heri. Na sisi tutafanya kazi. Haya. Mama, shikamoo. Kida. Njoo. Ulikopo wapi? Nimetoka kwa mama mkubwa mama. Wewe unaniongopea mimi? Kweli mama, nimetoka kwa mama mkubwa. Umetoka kwa mama mkubwa ndio ulikolala huko? Ndio. Kida, unaniongopea mimi? Mpigie simu mama kama uamini. Umepita hapo hujaona watu hapo? Nimemwona kaka na mgeni. Sasa yule kaja kuleta barua, wewe sasa hivi ni mchumba wa mtu. Kaleta barua, wewe ni mchumba wa mtu unataka kuolewa. Barua? Ndio. Mama, mimi sitaki. Utaki nini? Mimi ndo niolewe na mimi na mchumba wangu mama. Wewe mchumba wako ndo umetoka huko kwa mchumba wako? Hapana, mimi nimetoka kwa mama mkubwa, lakini mama mimi sitaki kuolewa na.
Bwana, Naam. naweza nikasema kwanza jambo la kumshukuru Mungu. Ndio. Mambo yameenda salama. Alhamdulillah. Na kila kitu tumemaliza. Sasa nilikuwa ndani mule kwa hujamwona binti kupita hapa? Binti nimeona kuna binti kapita hapa. Sasa binti yenyewe ndio yule. Sasa yule itakuwa ametoka wapi sasa hizi? Unajua nini? Yule itakuwa labda amejipitisha hapa, kama ajipitishe ili umuone. Kwa sababu gani? Unajua sasa hivi watu hawataki kuziwa mbuzi kwenye gunia. Achuma kile. Wewe umepata show hapo. Sawa. Hivi kuna benki karibu hapa, maana nataka nifanye taratibu tupate chochote kitu. Benki. Maeneo babalani hapo kuna benki. Basi twende show. Basi inshallah. Haya sawa. Haya. Wewe mtazimu nini? Unaziki mama. Kwa kidao? Ulikuwa wapi? Kwa mama mkubwa. Una uhakika ulikuwa kwa mama mkubwa? Ndio. Wewe unataka hautaki kuolewa, utakufanya nini? Mimi na mchumba wangu. Na mchumba wangu. Mama, mkanye mwanao, nitampiga sasa hivi. Yaani piga baba, piga. Wewe. Mkanye mwanao, hizo tabia zake sizipendi. Unataka azimu wewe? Unataka mambo ya kiuni hapa. Sasa subiria. Mkanye mwanao mama. Shikamoo mama. Marahaba. Habari za huko? Mbona unalia? Mama, yaani ni mkubwa analazimisha kuniozesha kwa mwanaume nisiompenda. Usimpenda mwanamume yupi usiompenda? Yule alikuja kutoa barua, mimi simtaki mama. Mwanangu, hiyo hata usiniambie. Umtaki vipi? Huyo unamtaka mbona hatujamuona kuleta barua? Huyo aliyeleta barua ndio riziki yako mwanangu. Sasa utachagua, utajikuta umebaki hapo hapo. Unaona? Mimi mama yako unaniona hapa nilipo. Chagua mabwana, mara huyu, sitaki kuolewa, ndio mpaka nimebakia hivi nilipo. Hiyo ni riziki kutoka kwa Mungu, hakuna kumkataa huyo mwanangu. Lakini mama, mimi simtaki, mimi na mwanaume wangu ambaye nampenda. Huyo mwanaume unamtaka wewe, sisi hatumtaki, tunamtaka huyu alileta barua. Hapa utaolewa, utaki usitaki. Hiyo mambo ya kuchagua wanaume mtakuja kukaa hivyo bila kuwafukuza kuja. Mimi mama yako unaponiona hapa, huu mwaka wa ngapi? Sijaolewa sababu ya mambo hayo, mara unamtaka huyu, unamchagua huyu. Huyu alileta barua ndio atakayekuwa ndio riziki yako Mungu alikuletea. Wewe mjinga. Frankie. Upo? Karibu. Hapana, siwezi kuingia ndani. Kwa nini? Ndio tuendelee hapa tu. Vipi, upo sawa? Tatizo nini mama? Mbona hivyo? Yaani nyumbani kuna mtu kaleta barua. Barua? Inahusu nini? Nataka kuolewa na mwanaume mwingine ameleta barua nyumbani. Sasa wewe umemwona? Sasa wewe unadhani mimi niamue nini? Na kati wazazi wangu washaamua. Unadhani mimi niamue nini? Mimi nimekuja tu kukutaarifu, mimi hivyo ndo naondoka. Sikilize basi.
Frank, sasa unafanya nini hapa ndugu yangu? Nakupigia simu haushiki simu zangu, kuna tatizo gani? Afu unaniangalia kwa dharau. Hivi wewe mwanangu, bora unakuwa na mambo ya ajabu sana. Nakuuliza kuna nini? Maana mission ishafeli. Mpaka sasa hizi tutakiwa twende studio lakini bado huonekani. Alafu unakukuta umekaa hapo. Una tatizo gani? Hebu kaa chini basi kwanza. Okay. Naomba uniambie haraka haraka. Stress kinoma. Kuna nini? Unajua nimechoka mpaka naisikupa gari. Niambie sasa kitu gani? Kidawa kaja ananiambia anataka kuolewa. Kuna mwanaume anataka kumuoa. Na wewe unajua kabisa mimi siwezi kuishi bila Kidawa. Yaani siwezi. Ninapoisikia hapa natamani hata dunia ingepasuka niingie hata chini. Bro. Hiyo kweli. Au walikuwa nakutania tu. Maana muda mrefu umekaa naye afu hujaonyesha chochote kutoka kwake. Kuna matani hii. Mtu anakuja ananiambia ipo serious kabisa, unaambia matani. Unajua kuna mshamba mmoja huyo ndo anataka kuniharibia. Shamba? Na anamkumbi sana Kidawa awe naye. Mimi siwezi kuishi bila Kidawa. Relax. Relax ndugu yangu. Relax. Nini sasa wewe? Sasa unaenda wapi? Nikapiga maji kidogo kutokesa. Achana na maji, utaharibu misuli kichwani bure. Wewe cha msingi ni kurelax tu ndugu yangu. Relax? Hivi mimi naweza nikarelax Kidawa wangu kama hivi? What are you doing? Unaongea upumbavu gani bro? Najua mimi Kidawa ndo maisha yangu. Siwezi kuishi bila yeye. Sasa kelele za nini? Kelele za nini? Yaani kuna mtu asijue kama mimi nampenda Kidawa? Kuna mtu asioelewa? Ni sawa, kila mtu anaelewa. Lakini sasa kwa muda ulivyokuwa naona ndugu wangu umeshazidi kuchanganyikiwa. Cha msingi wewe twende tukapumzike tu ndani. Sawa mgongo mwingi. Wewe Kidawa. Hebu subiri. Unatoka wapi sasa? Kutoka kwa rafiki yangu. Huku kwa rafiki yako? Huku kwa rafiki yako? Nimetoka kwa rafiki yangu. Yule anakaa hapo chini. Hiza nikwambie. Huku unajua ulikotoka ni kwa Frenki. Hiyo tabia unaenda nayo sijaipenda. Tambua wewe sasa hivi ni mke wa mtu mtarajiwa. Hiyo tabia yako unaenda nayo sihitaji kuanzia leo. Lakini kaka, nimetoka kwa rafiki yangu tu, sio. Sikia nikwambie. Frenki kwanza la kwanza. Hamuendani. Yeye ni Mkristo, wewe ni Muislamu. Wewe unafikiri atakupeleka wapi? Ikiwa nyumbani kuna mtu kashajitokeza wewe ataka kukuposa na kutoa pesa nyingi sana. Alafu nimetoka kwa rafiki yangu. Hii zuri yako mara kwa Frenki mara wapi? Hiyo tabia ife mara moja. Unanielewa vizuri? Nakuelewa. Nakwambia hivi, kuanzia muda huu nikukute iko nyumbani. Ole wako mimi nifike, wewe hujafika nyumbani. Utanitambua.
Kidaa. 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 Kijana, unapata wapi ujasiri wa kugonga madirisha ya watu? Shikamoo. Kuwa upate yako. Samahani sana mama, nilikuja kumwona Kidaa. Unakuja kumwona nani? Kidaa ni mpenzi wao, ni mwanamke ambaye nisipomwona kosa sana amani kwenye moyo wangu, na nimeshindwa kujizuia kabisa, na ndio maana nimeamua kuja hapa. Nampenda sana. Hivi una akili timamu kweli wewe? Bangi nakupelekesha eh? Unavuta bangi za mchana mchana, si ndio? Natamani ujue kiasi gani nampenda sana mwanangu. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Mama, kwani kakufanya nini? Wewe unamtaka nani mshenzi? Ingia ndani huko. Kidaa. Kwenda ndani. Kidaa. Mshenzi nini? Na wewe kidaa nini? Kidaa nini? Hebu ondoka bwana. Ondoka. Wewe unashindwa kula chakula, unakula bangi. Kwenda zako huko. Nimekwambia ondoka mshenzi mkubwa wewe. Hala? Karibu. Karibu Peter. Oh, Stars. Karibu. Asante. Karibu. Asante bwana. Salamu alaykum. Salamu. Wewe ndugu yangu. Vipi hali ndugu yangu? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Zatoka majuzi. Amani ipo hapa. Inshallah. Sasa ndugu yangu mimi nimekuja hapa. Ndio. Kama tulivyozungumza juzi. Ile swala letu lile. Sawa sawa. Sasa leo bwana, nilikutana na ndugu yangu, nikamwelekeza na majibu yote nikampa. Akanipa maagizo yale niyalete mengine. Vipi? Maagizo niloleta hapa leo bwana, maagizo ya posa. Hapa. Oh, posa. Majibu yalokuja yale milioni 2, humo imewekwa milioni 5. Milioni 5 hii? Milioni 5 hiyo. Jazakallahu khair. Kwa baba mwenyewe anasema kama sehemu zitakuwa zinapelea, mjezi hili jambo liende haraka, sio tuna mambo hapa bana, bado kitu fulani, kitu fulani. Hiyo masuala hayo hataki. Sawa sawa. Maana kaika hiyo limradi mambo yawe haraka. Vile vile bwana, jamaa amesema hataki sherehe. Hataki sherehe? Hataki sherehe. Sababu anataka mambo yaende haraka sababu anaona mambo shetani kama mambo mengi. Sawa sawa. Unajua mambo ya heri kama haya yanatakiwa yaende haraka. Jambo la heri litakuwa ndio haraka sababu na mwezi mtukufu Ramadhani unakuja huo bana. Kesho kutwa hapa Ijumaa tunachukua jiko letu. Kutoka leo Jumatano mpaka Ijumaa. Ijumaa tunachukua jiko hapa. Kwa sababu na mwezi mtukufu Ramadhani unakaribia. Kwa hiyo nataka jambo lake liende haraka limradi aende sambamba na mwezi wa maana vijana wa sasa bwana. Akiwa karibu ya Ramadhani tunasikia bwana ndoa ya uji. Vijana ndoa za uji zidumu. Sasa mambo yale hataki na heshima zake alizokuwa nazo. Sawa sawa. Kwa ataka jambo ndio bulbul. Basi haina shida shehe wangu. Hiyo haina shida. Nitafikiria usika nao wapate kujua hilo. Ndio. Basi haina shida. Basi ndugu yangu bwana, mimi nikuache natoka. Basi inshallah. Haya bwana, Mungu akipenda. Hamna shida kiongozi. Haya bwana. Bwana sikutoi ndugu yangu. Inshallah. Asante sana. Bye. Mama. Nakuomba mara moja. Vipi baba? Mama. Yule mshenga alileta barua hapa. Leo ameleta hela ya posa. Aleta posa? Mbona haraka? Nilimhoji yule, asema bwana yeye anataka haraka
leo Jumatano mpaka Ijumaa awe amekwisha kuja kuoa. Mashallah, lakini Ijumaa atakuoa. Sasa na haraka hiyo. Bwana ametoa pesa humu kuna milioni 5. Milioni 5. Nasema yeye ila sherehe hahitaji, sababu anataka mambo yake yaende haraka. Mambo ya sherehe yanakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo anasema kwamba leo Jumatano, Ijumaa ndio kuchukua jiko lake. Ijumaa atakuoa. Sasa na haraka hiyo. Alafu milioni 5. Mama, watu wako serious kwa jambo lao. Washatoa mzigo wao wa pesa. Sasa tukae makini na ndugu yetu. Kutoka kwenye milioni 2 mpaka milioni 5 sio kitu cha mchezo. Si unaelewa mamangu? Naelewa. Kwa hiyo tukae chini. Umeona? Na ndugu yangu na mwanao tumweke vizuri. Huyu yuko serious, anahitaji kweli mpango yake. Anatupa pesa. Si unaelewa mamangu? Nimekuelewa baba. Elewa vizuri. Tujue simu mwanao, tujue iko wapi arudi ili tujue tunawaga vipi. Leo Jumatano. Hapa niende kwa mamako mkubwa. Nikaongea naye na pia nijue yuko kule au yuko wapi. Sawa, itakuwa vizuri zaidi kumpigia mama. Basi sawa. Haya. Ngoja mimi nipeleke. Haya, hamna shida. Nikahifadhi mzigo bwana. Kahifadhi mzigo. Kwa serious kweli. Dada, nimekuja. Karibu mdogo wangu. Ujio wangu jambo limetiki. Nimekuja nikupe umama. Umama? Mimi? Ulijuaje? Vigelegele. Vipi? Bado mambo yenyewe. Yule bwana kalipa kila kitu. Mahari kila kitu. Na hivi Ijumaa atakakuoa. Ijumaa hii ambayo leo Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Mbona umefanya haraka hivyo? Mwanamume mwenyewe hataki sherehe. Hataki sherehe? Hataki sherehe yote. Kwa vipi? Ataka kuoa tu achukue mke wake basi. Hata kama tutafanya hivyo sio mbaya. Lakini mimi sherehe lazima nifanye. Tumuozeshe. Sherehe lazima ifanyike. Tutafanya sherehe japo hata ukumbini. Na mimi nitavisambaza vijora bibi mpaka na Costa. Nataka nisambaze vijora kila mtu ajue kama mimi na shughuli. Nataka nilipwe na mimi vitu vyangu. Au wewe unaonaje? Basi sawa. Tuombe Mungu hiyo Ijumaa aje achukue mkewe. Basi tuseme inshallah tutafanyia mtoto wenyewe mmoja. Tushindwe kufanya sherehe. Nashangaa kidawa huyu. Mimi sina mtoto maskini ya Mungu. Basi sawa dada. Ila mimi sio mkaaji. Ngoja mimi niondoke. Sasa unaondoka na lipi? Mimi naondoka Ijumaa, mtoto anaolewa. Maana wamefanya mambo haraka haraka hawa. Haya lakini Washe, simama mara moja. Waalaikum. Inasaidia nini? Na salamu kwanza. Hivyo unajikuta nani? Nisikilize. Tena nisikilize ujue. Na kunaona sana ujue unamfuatilia sana mpenzi wangu. Sasa basi. Huyo aliyokutuma. Huyo mjusi aliyokutuma. Mfikishie hizi salamu. Kwamba kuanzia yeye mpaka wewe kunguni wewe ampo salama hata kidogo. Hicho kitu kikae kwenye akili yenu. Kuna mtu asiyojua kama mimi yule mpenzi wangu? Nani asiyojua hapa? Nani asiyojua? Kwa hiyo ndio chizi unajitoa akili sio? Nishapagao ujue. Yaani mimi nishapagao akili hata moja sina. Kabla sijafanya kitu kibaya ambacho Mungu ataenda kuniadhibu kwa dhambi kubwa ambayo nitawafanya. Keni mbali na mpenzi wangu. Labda kijana, nikwambia kitu kimoja. Jambo nililofanya mimi sio jambo baya. Mimi nimefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametuagiza Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile nimefanya jambo ambalo Mtume anapendezewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo kijana wangu, unaponiambia mimi hizo propaganda, sio kwamba sio mama mtu wangu, sio tutapigana, sio shaba, sio nini, mimi nashindwa kukuelewa kwa kweli. Yaani sikuelewi hata. Kwa mimi nakuletea propaganda. Ina maana kwamba mimi hapa naongea na mtoto wa darasa la pili, menkwa ambaye hana akili. Unashindwa kuelewa ninachokimaanisha? Sasa basi nisikilize. Sitaendelea kudeki bahari. Kunapoelekea damu lazima imwagike. Labda nikwambie kitu kimoja kijana wangu. Waswahili wanasemaje? Huwezi kuwa mkulima kama hauna jembe. Na vile vile kusafisha shamba ni muhimu ili usikose misimu ya mvua. Ndio swala sasa. Nawe maskini. Mwali wangu, kama nilivyokufundisha na naendelea kukufundisha hapa, leo tuko na kunguru wangu mkubwa alinifunda mimi mpaka kesho nipo kwenye ndoa yangu. Kidawa yote tulokufunda siku zote hizo na leo ndo tunahitimisha. Naomba yakae kwenye kichwa chako hicho, kwenye akili yako ya hifadhi. Hatutaki siku 2-3 umerudi hapa ukampa mama aibu. Umenielewa sijui? Mwali wangu, kitu kingine, asubuhi kumekucha, unatoka zako nje kwenda kupiga zako mswaki. Tafadhali bibi, ule mswaki ushike vizuri kwa tahadhari kabisa. Unavyopiga ule mswaki, sio unapiga tu ngichi kichi kichi kichi, mauchafu huku mdomo mzima yanaenea. Hapana mwali wangu, utaki kuwa hivyo. Upige mswaki kwa stala, upige taratibu, hamna anayekuona hata huyu mmoja. Umeshindwa kupiga hapo nje, basi ingia zako bafuni, piga zako mswaki vizuri. Ukitoka hapo umejifunika kanga yako vizuri, unaingia zako ndani vizuri. Au kungu wangu mkubwa unasemaje? Maana mkubwa dawa. Naam, mkubwa dawa, lakini bibi harusi naona hana furaha, ana simazi, hana raha. Au mwanangu hujapenda kuolewa? Sasa mwanangu, upende usipende ndio tena utaolewa. Umenielewa? Upende usipende ndio utaolewa. Huyo unayemtaka wewe, sisi tushampata mkwe wetu, na mkwe wetu ndio tumeshampenda, na ndio maana tumekuweka hapa. Na haya unaambiwa usijitie kiburi ya kujifanya hutuelewi, unatuangalia kama vikatuni. Hapa unaondoka na uende ukakae kwa amani, ukamsikilize mumeo. Sitaki kuona mguu unarudi. Hivyo hivyo. Maneno anaongea makubwa, umesikia? Ndio. Sasa hicho kiburi chako ukipeleka kwa mume wako. Mwanangu, unaenda kwa mume. Huko unakokwenda utamkuta mama, utampata baba, utampata shangazi. Unaoacha hapa utakwenda kuwakuta kule. Na mawifi wana maneno ya karaha, lakini yote umeona nini? Basi hata maneno ya mawifi nao unayachuja. Hili linafaa kumwambia mume wangu, hili halifai. Unanielewa? Sio kila neno wewe moja kwa moja kwa mume wako. Hapana. Kingine, sio umelala na baba umeamka kurupu unakimbilia jiko ukapike chai. Hawafanyi hivyo. Kiamka cha kwanza mwanangu, kitandani pale tandika, nyoosha kitanda chako, fagia vizuri. Kitoka hapo chukua maji, mswaki wako, tenge lako, kanga yako juu, nyingine umejifunika, unakwenda zako kukoga. Ukirudi unaingia ndani, unapaka mafuta yako, unachukua nguo yako unavaa, ndio unakwenda jikoni kumpikia baba. Unanielewa sijui? Unapika baba kilichopatikana, kumepatikana uji, kumepatikana chai, kumepatikana chochote. Pika. Choyo. Ukimwona ndugu wa mume, pika mwekee pale. Haya. Sio tena ukiona ndugu wa mume unavuta mdomo. Unataka aje mama yako mkubwa, aje mama yako, au aje ndugu yako.
Hapa unaona shangazi zako walikuwa hawakauki hapa. Na yote kwa yote mwanangu, usafi wa ndani mpaka kwenye kinywa chako. Neno unaangalia neno la kumwambia mume wako, hata kama kuna mtu kakuuzi, iwe ndugu yake iwe nani, lakini kaja tu mume wangu dadako, unamsubiri kaka, muulize mume wangu naenda kukoga au nakula. Katoka kukoga, mvue viatu baba wangu, fungua shati, mkande msinge, baadaye mbelala ndio namwambia unajua kuna 1 2 3. Sema asikie. Sio tena kurupu. Dada yako kasema mimi ninaondoka, au ndo kama alivyosema mama mkubwa, simu umeng'ang'ana. Haipendezi. Kwa hiyo mwali wangu aliongea mama umeyasikia, na aliongea kungu pia umeyasikia. Narudi mie somo yako sasa. Unaelewa? Yule baba anarudi, kashaingia pale ndani, umempokea. Maana sasa hivi mambo ya kisasa zaidi. Umempokea, karudi pale, unaanza kumkandakanda. Taratibu kuna mwimbia nyimbo, habibi wangu, haruni wangu, nilikumisi mwenzio mie, sioni sisiki ukiwa kazini jamani. Huku emnyosha kwanza mguu mwali wangu. Unamkandakanda hivi. Taratibu mikono yako inalainika. Ndani kuna nukia hudi. Sio unaelewa? Baada ya hapo unamuuliza za kazi baby. Umeshindaje jamani? Si mwanaume anakuwa anapata faraja. Umeelewa? Yaani anajisikia yes na mke. Sio tena anaingia tu pale mlangoni hilo. Yaani mimi nilijua tu. Hizo chisi mbona hujaniletea? Sijui nini. Wewe kuweza. Unajua mwenzako kayapata mangapi? Mpaka anarudi hapa nyumbani. Lakini ukimpokea vizuri anajisikia raha. Umeelewa? Kingine mwali wangu ukienda kwa Mpemba kununua nazi. Maana nyinyi wasichana sasa hivi mambo yaloendelea kisasa na sasa hivi mnakuniwa. Mwali wangu usifanye hivyo, unaonekana wewe msungo. Umefika Mpemba jamani, leo una nazi nzuri. Nipasulie hiyo nazi. Maji usimwage Mpemba. Nipe hayo maji. Mtu mwingine mwali wangu anakuona huyu msichana si ndo kaolewa juzi. Usamana msungo, umenitukanisha mimi na mamako pia umemtia aibu. Umenielewa? Stala umenunua nazi yako. Mwambie Mpemba usinipasulie. Nipe nazi yangu akufichie kwenye mfuko. Au mwenyewe umeenda na kikapu unaweka nazi yako ndani kwako. Ukifika nyumbani kwako, ipasue nazi yako kwa taratibu. Umemaliza umechukua kibakuli chako umeweka pale, unakuna nazi yako taratibu. Na kitaalabu kwa mbali, unaimba pale. Hani wangu akirudi leo, chakula kiwe kitamu jamani. Unaikuna taratibu, so unakuna gengenge. Majirani zako wanaona au wapangaji wenzio. Au wapangaji wenzio wanaona huyu vipi jamani? Usikaolewa juzi. Unaonekana msungo mwali wangu. Yaeke akilini, umenielewa? Kungu wangu, mkubwa dawa. Muongeze kidogo mwali wetu. Mimi wala sina wasiwasi, lakini mimi bwana kitu kimoja. Hizi simu unajua zinachanganya watu, simu zinavunja nyumba, simu zinavunja ushirikiano. Simu zinaondoa mapenzi. Kabisa. Mtu akishaishika simu hivi, basi hata mumewe hamsamini kama anavyosamini simu. Mama TikTok, mama sijui Facebook, mama kimefanya. Mume akija mke wangu za saa hizi mzuri. Nakwambia wakina Wema. Mke wangu umeshindaje? Salama, kwani vipi? Hatoi jicho kumwangalia mumewe, kumrai mumewe, kumpokea, ana simu. Mwanangu simu shetani, simu ibilisi. Ikalie mbali kabisa. Au vipi mdogo wangu? Ni kweli. Umeona? Umesikia mama mkubwa alipoongea? Mama mkubwa maneno kayatupa. Sasa kama wakuelewa wewe, utaelewa. Kama wakusikia, utasikia. Somo wako hajabakisha hata neno. Umependelewa, kila neno umeambiwa wewe. Sasa kazi kwako. Ukiharibu yako. Mwite Gandi ibn Msambili. Gandi ibn Msambili. Itikia Rebeka. Na kuozesha dada yangu Kidawa binti Dawa kwa mahali mliokubaliana. Ukaishi kwa wema
mkaishi kwa wema, na ikitokea kuachana, basi mwachane kwa wema. Itikia naam. Naam. Nimekubali kumuoa Kidawa binti Dawa kwa mahali tuliyokubaliana, na ninaahidi nitaishi naye kwa wema katika shida na raha. Sema nimekuozesha. Itikia nimemuoa. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Haya, tumpe mikono jamani, tumpe mikono. Huyu bwana leo bwana amekamilisha nusu ya dini. Mashaallah. Sasa hapa kilichobaki ndugu yangu, huyu nabii apelekwe ndani akamwone mkewe. Karibuni wapenzi hapa bwana. Punguza munkari baba, mambo ya sasampa. Yaani mpaka uingie mwandani umchukue mkwewe kwanza, leti sasampa. Usitoe maua, toa hela baba. Yaani umchukue mwali wangu kwa shilingi hii. Ongeza hela baba. Sasampa mjini, sasampa. Sasa mambo si ndo haya bwana, weba mpenzi. Karibuni. Mwangalia keo. Sio kama mbuzi kwenye kiroba. Chombo ukiona hicho? Chombo hicho ndio yeye au sio yeye? Ndio yeye huyo. Jamani. Mtoto bado mbichi huyo. Wadau huyo. Akirudi arudi hivyo. Mtoto kanoga huyo. Ana kofu huyo. Karibuni sana jamani. Jambo tunalo na tunatamba nalo. Na shughuli tunayo. Karudi nyumbani kutembea. Baba na mama kuonana majaliwa. Frank, una shida gani? Frank. Ni saa ngapi sasa hivi? I think sasa hivi kama sio saa 9 itakuwa saa 10. Karibu sana. Na kwa nini nakupigia simu zangu hutaki kupokea? Ulitakiwa kwa wapi muda huu? Sasa hivi nilitakiwa niende studio lakini sipo sawa. Haupo sawa? Na stress sana. Kuna mwanamke anachanganya sana moyo. Frank, nakupigia simu haupokei, nakutumia SMS pia unashindwa kunijibu kwa sababu ya stress za mapenzi, si ndio?
Frankie, can you stop this madness please? Hivi unajua nimewekeza kiasi gani kwako ambacho ningeweza kupeleka kwa mwanangu angepata elimu iliyokuwa bora. Nimekuja kukuwekeza kwako wewe. Unaelewa hicho kitu? Unaelewa ni nini unafanya? Wewe hujui mimi kiasi gani moyo wangu unaumia sana kukaa mbali na Kidawa. Mbona mtaani kote hapa wote wanajua mimi Kidawa napendana naye kiasi gani Kidawa. Unajua mimi mtaani nimelia sana. Yaani nimelia mpaka machozi yamekauka. Kidawa nimekaa muda wote anakuja kwenye uso wangu. Yaani anakuja mbele yangu. Frankie, mapenzi ndio yamekufanya unashindwa kupokea simu zangu. Unashindwa kujua wapi umetoka na unaelekea wapi pia. Si ndio? Unashindwa kufanya vitu vya msingi kwa sababu ya mapenzi. Okay, fine. Sasa unaenda wewe mimi wewe sponsor this utabana serious. Oh, wife. Karibu. Asante. Karibu kwenye maisha mapya. Najua tokeo ulivyonioa. Naelewa niko kwenye maisha mapya. Oh. Ndio. Unajisikiaje kuanzisha haya maisha mapya? Najisikia vizuri. Basi karibu katika ulimwengu wangu. Ulimwengu wako? Ulimwengu gani huo? Kwani una ulimwengu wewe? Mimi ninafahamu ulimwengu huu. Kuna binadamu mwenye ulimwengu? Namaanisha karibu katika maisha mapya, mazingira mapya, nyumba mpya. Hapo sasa nimekuelewa. Karibu sana. Sawa. Nimekuelewa maana sijakuelewa. Basi ngoja nimalize hapa nije kupika chai. Haya, sawa. Uncle. Yes, uncle. Marhaba uncle. Mama yupo? Yupo ndani. Yupo ndani? Oh, dada. Oh, karibu. Asante.
Na masiku. Salama kabisa. Anko, mbona kuja siku nyingi? Anko, pilika za kazi, majukumu ni mengi anko. Basi naomba hela juice. Baraka, aende ndani kwanza. Anko. Sio kurudi. Niambie kaka. Mungu ni mwema kabisa dada. Naona leo umeamua kuja kutembelea. Dada, wewe mwenyewe tu unashindwa kuja kunitembelea. Sasa mimi huwa kila siku niwe nakuja hapa kufanya nini? Kaka, naogopa sio mtoto wa kafara. Hivi ndugu wangu, kwa hiyo ndio umeamua kabisa kuishi maisha kutokumpendeza Mungu. Unadhani utakapokufa hizo mali utaenda nazo? Sasa dada, kama wewe unafahamu fika kuwa tumezaliwa binadamu tukiwa tupu na tutaondoka tukiwa hatuna kitu chochote, kwa nini tunatafuta? Dada, sisi binadamu tayari tumeshaambiwa makosa. Kumbuka kuwa kutenda dhambi si kosa, ila ni kosa kuiacha dhambi iendelee kumtafuna mwanadamu. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameshajua sisi tumeshaumbwa kwa makosa, yeye ameomba msamaha, huwa anasamehe 7 mara 70. Jidanganye tu. Hata nasikia umeoa. Vipi, umeacha tabia yako? Utakuja nyumbani kwao kutembelea. Sawa. Karibu, itapendeza zaidi. Sawa basi, vitu tumia kinywaji gani? Dada, mimi nipe tu maji. Mbona tu nikupe juisi anko wako tu mwenyewe ndo. Maji tu dada, maji. Jua hili. Maji. Sawa. Anko, mbona umekuwa mrefu sana? Sasa hivi unasoma darasa ngapi? Darasa la 4. Kwa ina maana toka nimekuacha chekechea imepita miaka 4 au 5 mpaka nakuja tena leo? Ndio. Ila unajua kusoma? Ndio. Na kuandika pia? Hata nikwambia unisomee kitu chochote unanisomea. Hongera sana. Dada yangu amependa sana kwako. Vipi kaka? Salama kabisa. Za masiku. Uko poa? Mimi niko poa kabisa, sijui na nyumbani wako. Wote wako poa, tuko salama. Naona nyumba imechangamka. Kuna nuru. Amependeza. Wife, mke wangu. Nasikia umeoa. Umeacha? Safi. Kwema, dada yangu. Okay. Karibu. Mbona kuja sasa kwenye ndoa? Huyu huwa anasafiri kwenda nchi za Malawi, Msumbiji, nchi jirani. So, sasa hii siku ya shughuli ya kweli. Basi karibu mwao. Vipi nikupe juisi gani? Labda maji tu. Maji tu? Gandi mtoto wa watu. Bado mdogo. Hivi umeacha kweli mambo yako? Dada bwana. Sio dada bwana. Umeacha mambo yako? Msichana watu bado mdogo. Karibu hivi. Asante mpenzi. Karibu. Asante sana. Uko poa? Mwanangu, mimi ndani basi naongea na simu. Au nataka kukimbia? Naenda kuongea na mama mara moja. Wewe. Mimi ndani. Kipenzi, mimi bado nipo.
Ganda, mwana binti watu bado mdogo. Unaona? Tafadhali, mimi naomba achana na mambo yako. Hivi unaona kama nyumba ina nuru sana? Imagine kuna watoto. Anapendeza kiasi gani? Basi kama unajua hiyo, kumbe naomba achana na mambo yako. Jitahidi mpende msichana wa watu, tengeneza familia. Dada, mimi nakuelewa na najaribu kuelewa zaidi. Na mimi nitalifanyia kazi. Unaniahidi? I promise. Sawa. Basi hata hivyo, mimi sio mkaaji sana. Unatoka tena? Kuna mahali inabidi niwahi, nilipita tu kuwaona mara moja. Sasa pengine anataka kuandaa mazingira ya chakula cha mchana. Hamna, siku nyingine kuwa na amani. Inabidi kuna mahali niwahi. Sawa. Basi sawa. Kuwa na amani tu, mimi natoka. Karibu. Haya. Karibu. Asante. Kwema, karibu. Ndizi bei? Ndizi 200 ila zilizia hapa 5. Hazijaribika kweli? Nzima dadangu. Tena ndizi zisizokuwa na weusi ndio tamu bala. Basi naomba zote shoga. Haya. Hizi hapa. Dadangu samani. Kuna jambo mimi nitaka nikwambie. Jambo gani? Wewe umeolewa na kijana mmoja hapo anakaa mtaa hapo wakati anaitwa Gandi? Ndio ni mume wangu. Basi huyo Gandi huyo, yaani ameoa wake 6 kwa mwaka huu. Na hao 6 kila anayemuoa lazima afariki. Na huyo wa 6 huyo hata 40 bado kakuoa wewe wa 7. Ila samani dadangu, mimi nitaka tu nikwambie. Pole mwaya. Umbea utashinda. Waifu. Wife. Uko wapi? Gengeni? Mimi niko nyumbani hapa sasa hivi. Watoto Swahilini bwana. Mimi kutoka tunaona soka huku nyuma, si ndio? Hapana, nilikuwa najisikia kula ndizi, nikaenda magengeni kununua ndizi. Umeenda gengeni? Na issue ya matunda, kama matunda ndani yamepungua, si unaniambia? Kwa hiyo hii system ni ya kila siku kwa mimi nikitoka naona toka, si ndio? Hapana, nilikuwa najisikia kula ndizi. Sasa kama matunda yamepungua au yameisha, si unaniambia mimi? Alafu kwanza hebu subiri kwanza, tuache na haya mambo ya matunda kwa sababu ni jambo la muda mfupi, tutalizungumzia baadaye. Hivi mlango gani?
Kabla hujanioa mimi umeshawahi kuoa? Mbona unajifikiria sana? Si ndio nipo jibu? Kwa nini umeniuliza hivyo? Wewe, mimi nataka jibu la kusema ndio nishawahi kuoa ama sijawahi kuoa. Kwa nini unajinamisha? Kwa hiyo ina maana haya maneno nayosikia ni kweli. Ina maana ulishaoa mke wako hata 40 bado, si ndio? Na ukanioa mimi. Wewe mwanamke, mbona unanichanganya? Unamaanisha nini? Sasa wife, unasikia? Shika funguo yako. Unakwenda wapi sasa eh? Wewe mwanamke, Wewe muuza genge unione au mimi sio mteja? Nimekuja nikomesha kindimu shoga yangu. Kwa nataka tu kindimu lakini sitaki hata vitu vingi. Kwa shoga yangu nimekuja tu nichukue kindimu kae kwenye tembele langu, maana sio kukopa hapa kwa ndugu yangu bwana, vitu vidogo vidogo kama na hivyo vimia vyangu hivyo navyokuja kuja kuchukua kila siku. Nitakuja kukufuata kwenu. Maana sikuja kuchukua kindimu, pilipili hapa. Siku nakujia mpaka mlangoni kwako. Yaani fuate mpaka mlangoni kisa kindimu cha 100. Genge letu hilo, genge limetoka mbali dada. Na naombea. Dada, muaji kaoa. Muaji nani? Muaji unayemjua wewe hapa mtaani kaoa. Gande. Ndio huyo alooa. Jamani, mke wake sikafa juzi na wiki haijaisha. Na 40 bado, si ndio? Ndio hivyo. Kaoa tena. Na huyo mwanamke alomwoa ametoka kupita hapa sio mida. Mama yao. Yaani mimi nakwambia uburu kwa unaniwasha, uburu anagelekeza, uburu umekaa hapa kama tonge ndani kwangu hayapiti. Nimeamua nimemwaniwite nimwambie. Mama, dada uogopi wewe. Nimuogope nani awe? Ikaje? Kanywea huyo kapu litone. Yaani nakwambia kapata mshtuko utafika bila kitu kizito. Sasa lakini shoga yangu uogope. Wewe ni muogope nani bwana wewe? Na yeye unasha kushinda hapa. Hebu nenda kwanza. Sio amenishinda. Ila shoga yangu. Nenda. Ndio haya. Mambo mengine yakupite. Wewe siku yako. Hodi. Karibu mama. Karibu. Shikamoo mama. Marahaba, hujambo? Jambo. Una shida gani? Nilitaka kuongea na wewe mama. Unataka kuleta aibu mtaani? Hivyo unakuzunguka huko unasemaje? Kaolewa juzi leo unarudi nyumbani kweli? Lakini mama, usingenielewa hata kwenye simu nilikupigia. Unasemaje? Mama, yaani yule mume wangu mimi simuelewi, sio mtu mzuri mama. Sio mtu mzuri? Ana shida gani? Anaonekana kama yaani wanawake zake anawaua. Yaani kama mchawi hivi. Mchawi? Hata mke wake wa mwisho anasikia alikufa hata 40 bado. Yaani ameoa mke wake, yaani hana muda mrefu. Kwa mimi na wasiwasi mama kuhusu yule mkaka. Mimi naona kabisa sio mtu mzuri mama kweli. Kidawa mwanangu. Yule mwanamume kama sio mtu mzuri, kama ana shida aina yoyote, taarifa zako peleka kwa nani? Kwa mshenga wako. Wewe juzi tu. Shanielewa. Halafu vitu vingine wala kuonea donge. Mwanangu, umeolewa. Huko kwa mume wako kaa. Relax, pika, pakua, kaa kule na mume wako. Haya mambo mengine achana nayo. Mwanangu, hakuna anokupenda ni mama yako na baba yako na si mtu mwingine. Na ndio maana mama nimekuja kukwambia. Wameona umepata stara mwanangu.
Na ndio maana chuki zote hizo nakuletea maneno madogo madogo ili bado utoke kwenye ndoa. Mwanangu, usinione hapa mimi nimekaa kwa babako mpaka babako anaondoka kwenye uso wa dunia. Ni maneno mengi nilikuwa naletewa, lakini nimesimama na msimamo wangu huu mmoja. Utayumba kwenye ndoa yako, usiwasikilize watu mwanangu. Sikia nikwambie, wewe peleka kwa mshenga, alafu mshenga ataleta kwangu mimi au kwa kakako. Alafu unajua kakako sio mtu mzuri, akija akikukuta hapa na juzi ndo umetoka kuolewa, atafanya kitu kibaya. Mimi naomba uondoke kabla kakako ajaje. Basi sawa. Kakako asikukute hapa. Haya. Dawa. Kizali. Kama karibu. Sio karibu. Naam. Hospitali. Naam. Samahani. Ndio. Mimi kuna jambo linanitatiza. Jambo gani tena? Kuhusu yangu gani? Hebu nichukue kiti basi. Nichukue vitu kidogo. Karibu hapo. Sasa hapo ndio naweza kunieleza vizuri. Mshenga. Naam. Kuja hapa. Nina shida kubwa sana. Nina shida ambayo yaani inanitatiza sana na inanifanya mimi niwe vibaya. Matatizo gani tena hayo wakati ndoa imepita juzi tu hapa? Leo kuna matatizo tena? Shida niliyokuwa nayo kuhusu mume wangu. Nahisi mume wangu anaomba tushirikiane. Shirikina? Yaani kuna maneno na ninayoyaona. Ni mtu ambaye anashirikiana sana. Na hili jambo linanifuata na linanipa hofu. Kwa sababu hata majirani wananiambia kwamba mwanamke wake aliomuoa mwanamke hata 40 hivi amenioa. Sasa nimekuelewa, ila mimi hapa sasa hivi nawahi msikitini. Ngoja niwahi msikitini, nikisharudi nitakuchukua hapa twende kwa mumeo. Kwa maana hapa unisubiri hapa usitoke. Sawa? Hodi. Karibu mama. Haya, habari za hapa? Salama, vipi hali? Safi. Mzee anasemaje? Ajambo tu, shikamoo mama. Marahaba. Basi bwana, mimi nimekuja. Ujio wangu hapa kuna sare. Hizo sare mwaka huu. Shule ya Kidawa. Mama, kwani Kidawa sikashaolewa? Kidawa kaolewa, yuko bilini kwake, lakini mimi na mizigo yangu nimewapa watu. Kwa hiyo nataka irejeshwe ile mizigo. Mambo ya mizigo. Mambo ya mizigo nataka irudi bibi. Mambo ya shengeta. Sasa sare ndio hii. Umenielewa? Sare pambe. Unafanya masiara na mimi. Jamani, si tutakufa sare kila siku. Yaani kila siku sare ndio shughuli za mjini. Yaani hapa katoka Majuma sasa hivi. Na sare. Kuchagua umejua. Babu pambe, mimi sina shombovu. Kwa hiyo na mtandio au? Na mtandio hiki peke yake, lakini cha mtandio kipo. Rangi nyingine kama cha mtandio ukitaka na kuletea. Basi mimi nataka cha mtandio mama. Hivi kuna rangi hiyo au kuna zingine? Kuna rangi nyingine nyingi tu kama rangi 3.
na zote zina mitandio. Cha mtandio utapata. Aha. Ila ngii vipi? Rangio pambe. Kweli mama. Imekutoa kabisa. Nataka nikija huko Luchi niwe mimi tu. Hakuna mwingine zaidi yako. Mambo yangu pambe kama unavyojua mwanangu. Sasa nakuja huko naonekana kituko. Hakuna, wewe chizi shughuli na kujua. Kwa mama sasa kadi vipi? Kadi zimekwisha. Jamani. Lakini nitafanya kila njia kadi utapata kutokana na nini? We jirani. Ndio. We jirani, usiwe na wasiwasi. Basi mama mimi tuko pamoja, kwenye shughuli nitakuja na nitaionyesha pambe yangu. Si unataka mizigo? Na mimi nitakuletea mzigo shoga yangu. Na mimi ndo ninachokitaka hicho, ndo maana shughuli iko uwanjani. Unielewa? Tutafanyaje mpaka mambo yatakwenda mazuri. Pango nataka usikonde. Mambo yatakuwa hivi nakwambia. Na ninapenda shughuli. Wewe. Na mimi nilipokuwa na udugu. Usiseme bibi. Huyu bwana sikio atanunia. Basi aga mapema usije ukavunja ndoa. Mama wewe acha tu. Nitajua mwenyewe nafanya. Na shughuli za mjini shoga yangu sikuangalia unawachwa. Na usipotoka shoga yangu ndo nitakuozea. Ndio hicho? Hapo. Mimi bora niachike. Shughuli siwezi kuacha wewe. Basi mama mimi niweke cha mtandio. Cha mtandio nitakuja huko nyumbani. Haya usijali mama. Haya mama karibu. Ngoja niendelee tena maana bado kuna mambo mengi ya kupitia. Habari bwana jana. Alhamdulillah. Wema. Habari za hapa. Sasa bwana Gandi mimi nimekuja hapa. Bibi alinifuata nyumbani. Ndio. Kuna mswali kidogo ya kunishtakia. Nikaona sio mbaya nije naye hapa. Nikuweka sawa ya mswala. Nasikiliza. Sawa. Ni kama vile nilivyokuambia kwamba huyu kuna maneno nilisikia, pia nikaja kumuuliza akawa hajanipa jibu lililonyooka. Baadaye ndo nikaona nije kwako nikueleze kama nilivyokueleza. Sasa bwana Gandi alichonieleza bibi kwamba yeye amesikia maneno na anahisi kinachoendelea hapo nyumbani kwenu kwamba yeye bwana ni mshirikina. Sasa jambo la kuniambia kidogo nimeshtuka. Nikapata mshtuko kweli nikaambia basi ndio nyumbani tukazungumze vizuri bwana Gandi maana kidogo nimeshtuka. Labda nikujibu kwa kukuuliza. Katika maisha tunayoyaishi haya, unapomshika mtu ubaya aidha wizi au jambo kama hili la ushirikina, si unakuwa na ushahidi? Sasa yeye ana ushahidi wa mimi kuwa mshirikina? Yeye ushahidi kwamba alivyosema kwamba amesikia na anahisi. Huyu nilimuuliza kuwa hapo mwanzo alishawahi kuoa, akawa hanipi jibu ya hapana au ndio. Sawa? Na kuna nilivyomuuliza hivyo akawa ananifikiria. Unajua mtu ukimuona, kwa mfano nikuulize wewe kitu, alafu unajinyata nacho. Unajua moja kwa moja unahisi vibaya kwamba huyu mtu kumbe hili nalosikia ni nini? Ni kweli. Sasa mimi nikajua kabisa moja kwa moja huyu mambo yake hayo anayo. Na ndio maana nikaja kwako nikakueleza 1 2 3. Labda mimi shehe ni watu wao nizungumzie kitu kimoja. Mimi kwanza sijawahi kuoa. Ni kweli mke wangu Biblia aliniuliza, lakini kabla sijampa majibu ya aina yoyote akachukua maamuzi, akaleta taharuki, akaondoka na hata alikuelekea sikujua ameelekea wapi. Uzuri nikana kwamba amekuja kwako. Mimi sijawahi kuoa. Wewe ndo ndoa yangu ya kwanza. Hili ni la hakika. Kwa kama nilichokuja kukisoma hapa ni mtu ambaye anaishi kwenye kusikia. Na binadamu tunatakiwa tuishi kwenye kusikia na kuona. Kila mlango mmoja wa fahamu na maana yake kuwekwa kwenye kiungo cha mwanadamu, si ndivyo? Kwa mimi ni mtoefu, mimi sijawahi kuoa. Yeye ndo mke wangu wa kwanza. Kidawa leo nikwambia kitu kimoja. Mimi kijana nafahamu. Ukiniambia kwamba aliwahi kuoa, hilo nilikataa. Kwa sababu mimi najua wewe ndo mke wa kwanza. Lakini ukiniambia aliwahi kuoa hapo na hivi, sio kweli. Kwa unaposikia hayo maneno kwamba watu wanakuambia sijui kaoa, sijui mwanamke wake kafa vile hivi, hilo swali ni magongo. Alafu vile vile siku zote katika ndoa usipende kusikiliza maneno ya mtu. Yaani ukisikiliza maneno ya mtu basi ndoa imeharibu.
Na siku zote kwenye ndoa yako usimkaribishe rafiki akawa karibu sana kwa kweli. Jambo anakuja kukaribia ndoa. Jirani ni mzuri lakini usimkaribishe kwa karibu na wewe katika ndoa yako. Atakuja kukaribia ndoa. Sasa hiyo mimi nikataa. Kwa bwana mambo ya kweli hana. Huwezi jua labda mtu amekuonaje ile kwamba wewe umeolewa na kijana ambaye mwenye smart, mwenye pesa yake, mwenye uwezo wake, kwa sababu unajua mtaa huo haijawahi kufanyika ndoa kubwa kama ya kwenu. Kwa kila mtu anapoona vile macho ya usda. Kama anakuletea vijana bwana hivi Yesu. Ole sura kweli. Mimi naona hayo maneno ungetokea ngongoni. Angalia ndoa yako. Ichunge sana ndoa yako. Na usipendi sana kusikiza maneno ya watu. Sipendi kila kwa bwana chini vizuri ya mambo usikize maneno ya watu wao acha. Hafai. Kwa sababu hata Mtume anasema ukitaka kuishi vizuri duniani basi yape mgongo maneno ya watu. Utaishi vizuri hapa duniani. Sawa? Bwana mimi moja niwaache. Nataka niwe nyumbani kidogo. Sawa shongo, na pia ni kutoe hofu na nitoe hofu. Katika haya maeneo si mwingi sana. Na hii nyumba tulitengeneza sina muda mrefu sana, kama nina almost miaka 2-3. Sasa sidhani kama hiyo miaka 2-3 basi kuna mtu ambaye anaweza kanijua mimi sana na kanizungumzia mimi kwa ukubwa huo. Isipokuwa ni mimi mwenyewe. Kwa kama kuna kitu chochote basi anapaswa niulize mimi mwenyewe. Mmoja kidamu nitakwambia. Ndio. Bwana mimi. Basi heri bwana shehe wangu. Inshallah. Karibu sana. Kidawa mke wangu. Mimi ndo mumeo. Mimi ndo nimekuoa. Chochote kile utakachokisikia kokote kule inatakiwa uniulize mimi. Wewe ujue kutoka kwangu mimi. Usisikilize kitu chochote nje. Hakuna mtu ambaye anapenda pengine ndoa yangu mimi na wewe au mapenzi yetu mimi na wewe. Sijui unanielewa? Sawa. Kuwa huru, kuwa free. Mimi nimesamehe kila kitu. Kwa kama unaweza kwenda kujiandaa kuoga au zenu kupumzike, kuwa na amani. Sawa. Nakupenda. Sawa.
Wewe Dorongo sio. Kichwa? Kinauma sana. Pole. Kichwa kinauma sana. Pole. Ngoja nikutafutie dawa za kutuliza maumivu. Pole. Kesho asubuhi nitakupeleka hospitali, sawa? Sawa mama. Vijora vimeisha na bado kija upande wa kadi ndio usiseme. Utakatwa wangapi vile? 100. Wamefika 150 na 70. Ndio. Acha wakanyagane, bibi nataka kurudishiwa vyangu. Nilitoa muda mrefu. Na namshukuru Mungu kuipata hii shughuli ya uditi. Maana sijui ningerudishiwa mwaka gani. Vinarudi dada vitu vyangu, ukumbi dada nyomi, makadi yameisha. Shughuli pambe. Wao. Nani hapo mimi ashughuli? Unajuaje maana nina hamu nayo. Yaani wewe acha. Nataka hiyo siku ifike. Sijui itakuwaje. Haya nani tutakwambia shughuli. Baba mkwe. Mama mkwe anasema ndio kusikiliza. Hao baba. Alaka sasa. Salama za huko. Sio kwema. Jambo bwana, sikia vibaya kutoka na mama nimekuja hospitali ya mama. Kisha tu mpaka mama. Kisha. Tunakuja na mama mkubwa. Watu wa kingine. Ndio hivyo mtoto anaona hiyo ndo kwa maana. Fanya twende. Nakoroge uoga. Oh bro, yeah. What's up? What's up Nick? Kama kaa bro. Uzuri mwanangu. Uzuri. Naona umechelewa. Yeah, karibu. Fresh ndugu yangu. Vipi hapo? Fresh kabisa. Nimekuweka nini? Sana, afu unajua kabisa ni watu wa msibani. Yaani kweli mwanangu. Unajua tu mazingira yetu haya. Kwa nini nimepita maeneo kule nini kuweka mambo sawa? Nimekabidhi njia. Yako, tunaweza kuchomoa. Huu msiba leo rafiki yangu. Tutaki kwenda kabisa. Msiba leo utaki kwenda? Yeah. Sasa msiba leo utaki kwenda vipi wakati aliyekufa ni mke wangu na jamii nzima inajua kwa yule mimi ni mwanamke ambaye nimemuoa? Ninachokizungumza ndugu yangu na maanisha. Msiba yote tumeenda. Ila msiba wa mke huyo sasa hatutaki kufika kabisa. Uko serious na unachokizungumza? Unaona nimechelewa hapa. Nimechelewa kwa sababu ilinibidi nipite kwanza kule afu ndo nije hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya pia wewe kuchelewa kuja. Hatutaki kufika kabisa eneo la tukio. Sawa bro, nakuelewa. Umenielewa ndugu yangu? Nakuelewa. Ila kwa sababu umesema ni mkeo afu na unahofia jamii, ni wewe sasa whatever, ni wewe sasa. Ukiamua uende au ila mimi siwezi kutokea kwenye msiba. Sawa, eneo. Mimi nitajua mwenyewe nini cha kufanya. Ila nakusisitiza tena ndugu yangu.
kwenye msiba leo mkeo usiende. Sawa. Umeelewa? Sasa Mungu ni wewe maeneo yangu. Haina noma. Ila zingatia leo ndugu yangu. Karibu sana. Zingatia? Sawa, nitakuelewa. Ndio. Tasoma. Haina noma. Fresh. Basi mama Kidawa, tumwombee dua, tukilie tunaomba matatizo, mateso, tumwombee dua mama Kidawa. Basi basi pole. Dada mwanangu, dada Kidawa, mama baba yule kaji sherehe msheti mkubwa anatulia kwa sherehe nataka kuoa Ijumaa basi haraka basi mwenzenu ache naumia mwenzenu sasa tunaumia mwenzenu wanakuwa Oya Frenki, Frenki, we Frenki, Frenki. Nimepita pale kwa kina Kidawa, nakuta watu wanalia, wanataja Kidawa, 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 Kidawa. Inamaanisha tu Kidawa kashakufa. Fujo barakola basi ala kweli. Kwa serious basi. Kuambia kweli Kidawa kafariki. Nimetoka sasa hivi hapa napopita mtaani, nimepita mtaani kwako. Medi. Upo serious? I'm serious. Kidawa amefariki. Familia pale yote naona kabisa watu baba pale kibao. Mimi nakwambia unachukulia mimi masuala ya utani. Huu sio utani, Kidawa kafariki. Kidawa huyo mpenzi wangu? Huyo. Au unataka kuniambia mimi nyumbani kwake ni Kidawa sipajui? Unaenda wapi? Wewe.
Hizo sifungue kwanza mpaka nikimaliza na kushtua. Sawa, karibu. Asante. Wow, dada. Vipi dada? Fresh. Kwema. Dada, karibu. Asante kipenzi. Nikuhudumie kinywaji gani? Juisi tena. Juisi? Zipo pombe za kila aina. Leo ni siku yako. Mimi juisi tena tosha. Juisi fresh au ile ya box fresh? Ya baridi? Sawa. Mbona kama lakini hauko sawa? Niko sawa dada. Una uhakika? Na uhakika. Karibu. Asante kipenzi. Sawa. Kaka. Hivi kwanza unajua kama umenifurahisha. Yaani nina furaha nashindwa kuelezea. Una furaha gani dada? Na surprise yako. Ni bonge ya surprise, kitu ambacho nakipenda sana. Ambacho ukilia, ukipewa, unakuwa happy. Umefikiria nini dada baba ameletea big bomb? Umemkumbuka sana mama Mdogo wangu. Baba na mama huwa wanakumbuka kila siku. Ila umefanya kitu ambacho umenifurahisha. Na sijui kama unajua kwamba unafurahisha. Hivi unajua kwamba na furaha? Unanichanganya sana dada. Yaani nimekufurahisha na nini dada yangu? Sielewi. Nakosa namna ya kushare na wewe furaha. Ila ujue kwamba nina furaha sana. By the way, twende msibani. Gani? Msiba wa nani sasa? Gani mdogo wangu? Msiba wa nani tena? Acha utani basi. Hebu nyanyuka tu. Sizidi kupoteza muda. Sawa. Hebu nyanyuka tu. Nyanyuka tena. Ndugu wangu. Awe, yule kidada sikafia Amana. Asa mwili wake sinatakiwa uwepo Amana. Asa inakuwa vipi mwili ufuate kwa mume wake? Uone kama kuna namna udugu wangu. Lakini kwa shoga yangu, ulisikia hata mama alivyokuwa analia pale. Hapa kuna kitu si bure. Ukimbilia ndoa sababu tuondoke sisi tukasutwa bure. Bwana pole bwana ndugu yangu. Shapoa ndugu yangu. Hata hivyo kazini wamenitanguliza mimi. Au kuna kazi wanamalizia. Na hapa amenipa kiasi kidogo tuanze kutafuta maturubai tuweze kufunga. Basi sawa ndugu yangu, hamna shida. Na kama unavyojua tena hapa nishavurugwa rafiki yangu. Yaani kichwa chote hapa hakiko sawa rafiki yangu. Kama ndio hivyo basi nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa jambo lako lile. Lakini si mnasafirisha au mtazika tu hapa? Hapana. Mambo yote yatafanyika hapa ndugu yangu. Basi sawa. Hamna shida. Pole. Sawa ndugu yangu. Kwa mipango ya Mungu hiyo. Kama unavyojua. Basi sawa, nashukuru sana ndugu yangu. Sawa. Fanya.